Tunaendelea na Jiji la Dhambi sehemu ya 7. Hapa tunamuona mzee akiwa amekaa ametulia na anaonekana kabisa anapitia maumivu makali sana. Baada ya muda mfupi anatokea mke wake. Mzee anauliza, "Ni nani wewe anakuja sasa hivi kwenye nyumba yangu?" Bi mkubwa akamjibu, "Ina maana wewe ni mjinga unashindwa kuelewa hata tembea mke wako?" Mzee akatulia tu na kumsikiliza. "Ina maana umeshindwa hata kuhisi tu uwepo wangu mimi kwenye nyumba yangu hapa? Yaani kweli wewe umechanganyikiwa kabisa, yani hauko sawa." Mzee akamuita, "Mke wangu, yani wewe ndio chanzo cha kunileta kwenye haya matatizo. Yani unaenda huko unatumika na wanaume wengine wanakupa pesa unaniletea mimi." Mzee pale pale akamlaani. "Yani kuanzia leo nakulaani. Yani utatembea na chochote ambacho kitakuwa ndani ya suruali na utapata amani kwenye maisha yako." Mama akamjibu, "Hayo malaana unayotoa yatakurudia wewe mwenyewe na wewe utakuwa unatembea na chochote huko kuzimu utakapoenda." Kifupi mama aliongea maneno makali sana yani. "Mungu akulaani na ukome na hayo matatizo yako." Kidogo tu anaingia Izen. Anamuuliza mama yake, "Ulikuwa wapi mama? Alafu una taarifa kwamba baba ni kipofu?" Akajibu hapo, "Kwani ni tatizo langu? Inanihusu nini?" Mother aliongea maneno kibao yani. Izen akadakia story. "Yani mama ulivyokuwa umetoka sasa. Akaja anko na yule mganga. Yani mengi yametokea yani. Yani nikiwa ndani naanza kusikia makelele, nisaidie, nisaidie." Kumbe ni baba yani eti haoni. Mama kajibu, "Kwa hiyo ndo hivyo tu." Alafu nilisahau tena kitu kimoja. Yani yule mganga alivyokuja, sakaanza kuzungumzia stori za siku ile eti wewe ulikuwa na mwanaume mwingine, sijui nini. Yani walinikela kweli. Yani kifupi waliongea maneno makali sana, yalimkela sana kumuumiza mzee. Lakini ndo hivyo hakuwa na jinsi tena. Baadaye tunamuona ndugu yake Izen anamletea mzee chakula. Kumbuka huyu ni mtoto anayempenda sana na kumjali mzee wake. Kisha alimkaribisha mzee wake chakula. Mzee akatulia kidogo kisha akamuita, "Mwanangu, yani sina njaa kabisa." Akamwambia mwanae, "Yani babako ameshapoteza faraja kabisa kwenye ardhi ya hii dunia." Mwanae akajiuliza mara mbili, kisha kaweka chakula chini na kumsogelea baba yake. Akamwambia, "Baba, Mungu tu ndo anajua hatima yako. Na naamini kwenye moyo wangu kwamba baba utaendelea kuishi. Hautakufa baba." Kiukweli alimpa moyo sana mzee wake. Mzee akajibu, "Yani mwanangu, huwezi kuelewa kabisa. Yani mimi nishapoteza kila kitu na naona naelekea kwenye hatima yangu ya mwisho." Yale maneno yalimuumiza sana mwanae yani. Basi waliendelea na stori za hapa na pale, kufarijiana na kupeana moyo. Ghafla mzee akakohoa na kuhitaji maji. Upande wa pili tunamuona mama na buzi lake wanapelekana vichakani, na mama anaonekana kuwa na upwiru kweli, anamsukuma na kumvutavuta mzee yani waelekea kwenye eneo la tukio. Wakapitiana nini pale, wakupoteza muda wakaingia kubonyezana. Baadaye tunamuona Izen, mzee na mwenzie. Ndugu yake Izen akasema, "Baba, Izen yule hapa." Mzee akamwambia Izen, "Nimemwambia ndugu yako akuite hapa, kuna kitu cha muhimu nahitaji nikuambie." Mzee akaendelea kwa kusema, "Izen, siamini kabisa umeamua kufuata nyenzo za mama yako." Izen anamwambia baba yake, "Hivyo una akili Dada mtu akashangaa. Izen akajibu, "Muulize Keti, alivyokuja kuniita nilikuwa niko bize." Yeye anajibu ovyo ovyo tu, aangalie kwamba huyu ni mzee wake wala nini. Akaendelea kusema, "Afu mzee, masuala kuwa unaniita hapa unazungumzia mambo ya mganga kila siku, mimi sikuelewi kabisa." Baba akasema, "Izen, kwa sababu umeamua kunidharau, maisha yako yote na ubaya wako wote utaishia kwenye aibu." Izen akashangaa akasema, "Baba, wewe sio Mungu wangu, huwezi kunipangia maisha yangu." Mwenzie anaangalia tu picha anasema sijui nifanyeje. Izen akaanza kumfokea baba yake, "Chochote ulichokifanya baba kitakurudia na ninakwambiaje." Hapo bado yani alikuwa anaropoka tu yani kama mbwai na iwe mbwai. Mwenzake akamjibu, "Baada ya kumuomba baba unamdharau baba, una akili kweli wewe?" Izen akajibu, "Na wewe unayejiongelesha ni mzizi wa hili tatizo." Akasema, "Mungu wangu atawafedhesha yani." Basi ikawa vurugu pale, wakajibizana, kisha Izen akaondoka na kuwaacha. Baba akamwambia ndugu yake Izen, "Onesha heshima mbele ya baba yako, piga magoti. Hiyo ni kama heshima hivi kwa baadhi ya makabila." Basi akamnyanyua mzee wake akamkalisha vizuri. Mzee akamwambia, "Nipe mikono yako." Basi mzee akatoa usia pale na kuwabariki. Ila amemaliza tu pale mzee akakata roho, huwezi amini. Basi mwanae alilia sana, alipiga kelele paka majirani ikabidi wasogee kuangalia nini kinaendelea. Bwana, ilikuwa majonzi juu ya majonzi. Lakini tunakumbuka kwamba muda wote huyo mzee anaumwa, kaana taarifa yoyote ile. Yani alilia sana alivyoambiwa mzee wake amefariki. Mwamba ndo kuanza kumbembeleza pale kumfariji. Lakini kama tunavyojua alipangalo Mungu hakuna wa kupangua yani. Basi taarifa zikaendelea kusambaa huku na kule. Muda huo mama anaonekana anapeleka taarifa kwa buzi lake. Alivyofika tu akamwambia mume wake amefariki. Muda huo tena anaanza kuleta mambo ya mahaba. Mama ampeleke nyuma ya nyumba kumpetipeti nini. Mwisho wa siku mwamba kanasa. Kesho yake baada ya msiba akaja mganga. Kifupi alikuja kutoa tu pole na nini, japo alikuwa pia na maongezi mafupi kuhusu mambo fulani kuhusiana na msiba. Mwisho wa siku tena pale maongezi hayakuisha vizuri, wakawa na mabishano fulani vya muda mfupi. Ila mganga alivyomaliza misheni yake tu akaaga na kuondoka. Siku iliyofuata, siku ya matanga, tunaonyeshwa tena timu mbili zimekutana na upinzani, Izen na mama yake. Huku upande wa pili tuna Cheneka na mwenzake. Basi mabishano yakaendelea pale, wanarushiana maneno ya hapa na pale. Huyu anamlaani huyu anamtukana
anatukana huyu anamdharau huyu, yani kila mtu anaongea ya kwake. Lakini tukiachana na hapo, tukija upande wa pili, tunamuona bwana wake Emek anaomba msamaha, Mwamba anaomba waendelee kuishi kama zamani. Basi walibembelezana pale, kwa kuwa walikuwa wanapendana, walielewana, hivyo maisha mengine yaliendelea. Na huo ndo mwisho wa hii chuma iitwayo Jiji la Dhambi. Tuambie umejifunza nini hapo, dondosha comment hapo chini. Ni Jizo Effects hapa tena, endelea kutufuatilia kupitia Jofrex Studio. Usahau kusubscribe na kulike.